Unashika, ulikuwa unapata hisia za kufumba macho au ilikuwaje hadi usione kisu, usione nini? Ni usiku, kwa hiyo mimi najua ananipa mapenzi. Kwa hiyo siku anashaka na mke wangu ambaye anaweza kunifanyia jambo kama hilo. Sikunywa hata pombe. Sikunywa pombe kabisa. Na wakati anashika na anakata. Kulikuwa kuna utofauti wowote wa siku zote na siku hiyo, kwamba uliona namna ukamataji wake au namna ya ushikaji wake? Hamna, yani aliposhika tu ilivyosimama. Hakuchelewesha. Alikata. Kwa hiyo baada ya kukata akatupa, akaendelea kuninyonga na blanketi ndani. Alikuwa anaongea maneno gani wakati ananinyonga kwenye blanketi? Ananiambia nafaa ukifa na mimi naenda kunywa sumu. Ndipo alichokuwa anaongea. Labda akataka kukata hapo, sio sababu ya kukata mume wako. Hakuongea, anasema tu nakuua na mimi naenda kujiua na kunywa sumu. Alifikiria, kwa nini alifikiria kukata uume na sio kitu kiungo kingine? Sijajua mawazo yake ilifanyaje mpaka akafikiria kunikata. Uume umewahi kutumika kumsaliti wakati mko kwenye ndoa? Sikuwahi kusalitiana naye. Hamkuwahi kupatanishwa baada ya kugombana kipindi fulani? Tuligombana siku zingine tukapatanishwa na wachungaji. Muda uliopita tukarejeana, tukaendelea na maisha. Ndio ambayo tunakuwa naye. Na ugomvi wenu ulihusisha masuala ya kusalitiana? Hapana. Ulihusisha nini? Gomvi iliyotokeaga nyuma, alikuwa ameenda kunywa pombe. Amekuja kunywa pombe. Ndio nikamwambia mimi sitaki mtu kwenye kazi yangu, mtu anayekunywa pombe. Kwa hiyo mimi naondoka kwenye eneo langu. Ndio akaenda kuja na wachungaji, akakiri kwamba ameacha mambo ya kunywa pombe na akaa tunaishi sasa. Kuna mtu anasema kwamba kuwa na kawaida ya kumpiga mara kwa mara, labda alikuwa na hasira na kisasi ndio maana akafanya